Maana yake hata kama ni majira yako ya kufanikiwa, lakini ndani humo ya majira ya kufanikiwa, kuna nyakati ya vita, kuna nyakati ya magumu, kuna nyakati ya njaa, kuna nyakati ya dhiki. Yesu anasema duniani mnayo dhiki. Kwenye majira yako kuna nyakati za vitu mbalimbali humo ndani. Lakini pia kwenye majira yako kuna nyakati yako ya kunyesha mvua, kuna nyakati yako ya kufanikiwa. Sasa Shetani kuona huko kwenye majira yako, anaamua kukufanya uanzishe biashara kwenye wakati wa vita, uanzishe kazi kwenye wakati wa magonjwa, ili mwisho wa siku biashara yako iishie kwenye kukuuguza. Hali ya kuwa kumbe kwenye hayo majira kulikuwa kuna time ya wewe kufanya hiyo biashara na ukapata matokeo. Lakini Shetani kwa sababu yeye mwenzetu ni mzee kuliko sisi, anajua ya kwamba huyu kwenye majira yake kuna nyakati mbalimbali kwenye hayo majira. Ndio maana nimesema hata kwenye kipindi cha kiangazi, kipindi cha kifuku, kuna wakati ambao jua litawaka. Ndio Bwana. Kuna wakati ambao joto litakuwepo, lakini kuna wakati ambao mvua itanyesha. Ukiiona mvua maana yake ndio wakati ambao unaenda kupanda. Hata kama ni kifuku, wakulima wananielewa. Hata kama ni kifuku, lakini kama uoni mvua, hakuna anaenda kuweka mbegu yake shambani. Mpaka aone mvua, ndio pale anapochukua mbegu yake anaipeleka shambani. Maana yake anajua time. Na ndivyo ilivyo kwenye mambo yako. Majira na nyakati havipo tu kwenye wakulima. Majira na nyakati vipo kwenye maisha, ndio vinavyoendesha maisha ya wanadamu. Wanadamu katika ulimwengu wa damu na nyama tunatumia kairos, tunatumia kronos. Tunatumia saa. Ndio Bwana. Tunatumia muda, tunaongozwa kwa. Kwa ukikaa ukiwa kwenye majira yako ya kujiliwa na Mungu, ukiwa kwenye majira yako ya kufanikiwa, kaa ukijua ndani yake kuna wakati wa vita. Kaa ukijua ndani ya hayo majira kuna wakati wa njaa. Ndio Bwana. Sababu ni kawaida ya ulimwengu.